Habari gani mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba uko vizuri kabisa na unaendelea vema sana. Naitwa Atosha Charles, na katika siku ya leo ningependa tujifunze kwa habari ya nguvu ya kufanya maamuzi katika maisha. Nguvu ya kufanya maamuzi katika maisha. Unajua kitu ambacho kinatofautisha wale watu ambao wanafanikiwa na ambao hawafanikiwi katika maisha yao si vipaji, si mitaji mikubwa ya kifedha, si connection walizonazo, lakini jibu ni rahisi sana na ni very simple, ni maamuzi. Uwezo wa kufanya maamuzi ndio utakufanya ufikie kilele cha mafanikio yako au ushindwe kufikia kilele cha mafanikio yako. Watu wengi leo wanakuwa wanalalamikia familia zao, wanalalamikia serikali, wanalalamikia mfumo wa elimu, na wamekuwa wakiendelea kubaki vile vile walivyo kila siku, miaka nenda rudi, lakini wanaendelea kubaki vile vile. Wameshindwa kuelewa kwamba shida si mifumo ya elimu, shida si familia walizotokea, shida si chochote kile, shida si kuwa na vipaji, shida si kukosa connection, lakini tatizo kubwa ni kwamba watu wengi ni wavivu wa kufanya maamuzi katika maisha. Sasa leo tutaangalia maamuzi ni nini, lakini pia tutaangalia aina mbili za maamuzi katika maisha yetu. Tunapozungumzia maamuzi, tunasema maamuzi ni uwezo au ni sanaa ya kuchagua njia moja katika njia mbili. Ni uwezo au ni sanaa ya hali ya juu ya kuchagua njia moja katika njia mbili. Tunasema aidha uchague njia hiyo kwa lengo la kukua au kwa lengo la kutaka kurudi nyuma. Tunasema hivyo nini? Ni maamuzi. Let's say tuseme kwamba kila siku huwa tunafanya maamuzi. Tunafanya maamuzi kuanzia tunavyoamka asubuhi mpaka tunapoenda kulala jioni. Let's say tuseme kwamba for instance, labda ulitegesha alamu yako kwamba utaamka saa 8, labda saa 8 usiku au maybe saa 11 whatever. Lakini sasa inapofikia ile saa 11, unapoamua kufanya uamuzi wa kuendelea kulala au kuamka na kwenda kufanya vile vitu ambavyo ulivisema kwamba utafanya, tunasema hiyo ni maamuzi. Au kwamba kuchagua kwamba labda kuchagua kuendelea kulala au kuendelea au kuamka na kuendelea kwenda kufuata ndoto zako au majukumu yako ya kila siku, tunasema hapo unakuwa umefanya nini? Maamuzi. Lakini unatakiwa kuelewa kwamba si kila maamuzi yatakufanya ufikie kilele cha mafanikio yako, au si kila maamuzi yatakufanya upate matokeo ambayo unayatarajia, lakini ni uamuzi mmoja sahihi ambao unaendana na malengo ya maisha yako. Uamuzi mmoja sahihi ambao unaendana na malengo ya maisha yako. Watu wengi wanafikiri kwamba kila uamuzi unaweza kuwafanya wafikie malengo ya maisha yao. Kuna wengine ambao kupitia maamuzi wakajikuta wanajuta, wanatamani hata ingerudi dakika moja nyuma, hata ingerudi dakika kadhaa nyuma, wabadilishe maamuzi ambao waliyafanya, lakini it is too late. Haiwezekani kabisa kuweza kurudisha maamuzi walioyakosea ili kuweza kurekebisha maisha yao. Sasa tutaangalia aina mbili za maamuzi. Tuna aina mbili za maamuzi katika maisha. Aina ya kwanza ni maamuzi chanya. Aina ya kwanza ni maamuzi chanya, lakini aina ya pili ni maamuzi hasi. Tukianza na kuangalia maamuzi chanya, tunasema ni maamuzi yote au ni machaguo yote ambayo yanakufanya uendelee kukua au uendelee kwenda katika stage za mbele za maisha yako. Haijalishi kwamba unakuwa unapitia katika nyakati ngumu au unapitia katika majanga magumu, lakini unapokuwa umeamua kuwa na maamuzi chanya, ni yale maamuzi yanayokufanya uendelee kusonga mbele, usiwe
stagnant, yani manake each and every day unakuwa una develop, unakuwa unaongezeka kiuwezo, kifikra na katika kila eneo la maisha yako. Kwa mfano tuseme kwamba maybe unapitia katika changamoto fulani ambayo ni ngumu. Sasa maamuzi chanya ni ile sanaa au uwezo wa kuyaona kwamba okay, napitia katika hii changamoto, lakini siitazami hii changamoto na changamoto hii naichukulia ni kama sehemu ya darasa ambayo itanifanya nikue na niwe bora zaidi kesho. Tunasema hayo ni maamuzi ambayo ni chanya katika maisha, na watu ambao wamefanikiwa ni kwa sababu wana sanaa kubwa ya kufanya maamuzi chanya katika maisha yao. Let's say tumwangalie mtu Nelson Mandela. Alifungwa gerezani miaka 27, lakini alivyotoka gerezani miaka 27 akuangalia kwamba kufungwa gerezani ndio chanzo cha kuua ndoto yake, lakini alitazama kwamba kufungwa gerezani ni sababu ya kumuimarisha yeye na kumfanya akue kuendelea mbele, na tunaona akawa rais wa South Africa au rais wa Afrika Kusini. Lakini pamoja na kwamba alifungwa gerezani miaka 27, lakini aliamua kufanya maamuzi chanya ya kusamehe na kufanya hatua kuendelea mbele, badala ya angeweza tu kuamua kusema kwamba nimefungwa jela miaka 27, angeweza kupoteza matumaini, lakini kwa sababu alikuwa na ndoto na malengo makubwa ya kuwa kiongozi, tunaona kwamba akasema it's okay kwamba nimefungwa miaka 27, lakini si sababu ya mimi kuendelea kukaa na maisha yale yale kila siku. Hii ni sababu ya kunifanya mimi kuendelea kusonga mbele na kuwa na maisha bora zaidi. Lakini tunamwangalia mtu mwingine, Martin Luther King. Ni moja kati ya mtu ambaye aliweka katika detained kwa miaka 29, alifungwa jela kwa miaka 29, alifungwa mara 29, alifungwa jela, lakini kwa sababu ya maamuzi chanya na ndoto ambayo alikuwa nayo, na mara nyingi ukifuatilia mara nyingi sana alikuwa anasema I have a dream, kwa sababu alitafuta sababu bora zaidi itakayoweza kumfanya kuendelea mbele. Tunasema maamuzi chanya ni kuangalia sababu bora zaidi kuliko sababu zingine ambazo zitakufanya uendelee kuwa vile vile au uendelee kubakia vile vile katika maisha yako. Watu ambao wamefikia vilele vya malengo ya maisha yao ni kwa sababu ya uwezo wao wa kuwa na maamuzi chanya. Hata pale wanapopitia katika nyakati ngumu, au wanapopitia katika vipindi vigumu, katika vile vipindi vigumu wanatafuta sababu ambayo itawafanya waendelee kwenda mbele. Tunasema maamuzi hayo ni chanya. Haimaanishi kwamba hawapitii maumivu, haimaanishi kwamba hawakati tamaa, haimaanishi kwamba hawapitii vipindi vigumu ambavyo vitawafanya waone kama hakuna njia mbele yao, lakini katika hivyo vipindi ambavyo wanaona giza mbele yao, wenyewe wanachagua kutafuta sababu ambayo itawafanya waone mwangaza katika maisha yao, na kwa kufanya hivyo wanajikuta wanafanikiwa kufika katika vilele vya mafanikio yao. Lakini aina ya pili ya maamuzi tunasema maamuzi hasi. Maamuzi haya ni si lazima yawe mabaya, yanaweza yakawa ni maamuzi ambayo ni aina ya maamuzi ambayo yanakufanya ubakie vile vile kila siku ulivyo, kwamba unakuwa stagnant, unaogopa kuchukua hatua, unaogopa kuanza kufanya mambo, unaogopa, yani unakuwa una hofu. Ni maamuzi mara nyingi ambayo yanakabiliwa na hofu, tofauti na maamuzi chanya. Ni maamuzi ambayo mara nyingi yanaongozwa na mantiki, lakini maamuzi hasi ni maamuzi ambayo yanaongozwa na hisia, na mara nyingi maamuzi haya huwa yanawapelekea watu wengi kuwa katika msongo, sonona na majuto hapo baadaye. Kwa nini? Kwa sababu aliogopa maybe kufanya hatua saizi. Labda unajua kabisa kitu fulani ni muhimu na unatakiwa kukichukua, lakini maamuzi hasi yanakufanya uendelee kukaa katika hali ya kuridhika. Unaendelea kukaa katika hali ya kuridhika, no, kwamba unasubiria wakati sahihi, unasubiria permission kutoka kwa watu wengine, na pengine unaogopa
unaogopa mitazamo kutoka katika jamii inayokuzunguka au hata marafiki zako. Tunasema aina ya maamuzi haya ni maamuzi hasi, maamuzi ambayo yanakufanya kila siku uendelee kuwa vile vile, unaendelea kubaki vile vile, unaendelea kulalamika, unakuwa ni mtu wa kulalamikia serikali, unalalamikia wazazi, unalalamikia hali, unalalamika kila kitu. Tunasema maamuzi haya ni maamuzi ambayo ni hasi, na mara nyingi maamuzi haya yanawafanya watu washindwe kufikia malengo ya maisha yao, yanawafanya waendelee kukaa vile vile, kwa sababu hata kama anajua kitu sahihi ni kipi, lakini kwa sababu anaogopa kuchukua hatua na kulipa gharama, anajikuta anabaki kila siku anabaki vile vile, badala yake anaendelea kulalamika na anaendelea kudumaa. Tunasema kwa kifupi, maamuzi chanya ni maamuzi ambayo yanakufanya utoke hatua ya chini ya kiwango kidogo ambacho ulichopo kwenda hatua ya juu ya viwango vikubwa ambavyo unavitazamia, ani hatua ambayo inakufanya unakuwa bora zaidi. Lakini maamuzi hasi ni aina ya maamuzi yanayokufanya utoke kiwango cha juu kushuka kiwango cha chini ambacho sio kizuri kabisa, au uendelee kubakia katika kiwango kile kile ambacho ulikuwepo. Sasa tunasema hayo ni maamuzi ambayo ni hasi. Sasa unaweza kujichunguza hata katika maisha yako. Unaweza ukawa unalalamika kwamba fursa haziji katika maisha yako, lakini tambua kwamba unatakiwa kufahamu kitu kimoja. Je, aina ya maamuzi ambayo umekuwa ukiyafanya, je, ni maamuzi chanya au ni maamuzi hasi? Ukigundua kuwa umekuwa ni mtu ambaye unafanya maamuzi yaliyo hasi, basi ni wakati mzuri wa wewe kubadilisha na kuanza kufanya maamuzi yaliyo chanya ambayo yatakufanya ukue. Kumbuka kuwa hatufanikiwi kwa sababu tuna elimu kubwa, hatufanikiwi kwa sababu tuna PhD, hatufanikiwi kwa sababu tuna masters, hatufanikiwi kwa sababu tuna vipaji vikubwa, lakini tunafanikiwa kwa sababu ya kuwa na uwezo au sanaa ya hali ya juu ya kufanya maamuzi yaliyo chanya. Thubutu ya kufanya maamuzi ya kufanyia kazi hayo malengo yako, yale malengo yataishia tu kuwa ni ndoto za alinacha. Lakini ukiweza kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi, basi utajikuta unafikia katika kilele cha mafanikio ya maisha yako. Lakini jambo la pili, maamuzi yanatengeneza ujasiri ndani ya maisha yetu. Maamuzi yanakutengenezea ujasiri ndani yako, kwa sababu unapokuwa na uwezo wa kufanya maamuzi, manake unaweza kuishinda ile hofu ambayo inakuzuia kufanya maamuzi katika maisha yako. Kwa hiyo kadri unavyofanya maamuzi madogo madogo kila siku, na yale maamuzi yanakupa matokeo ambayo unayatarajia. Kumbuka kuwa hatujiamini ili tuanze kuamua, tunaanza kuamua, na tukishaamua kujiamini kunakuja baadaye, baada ya kuchukua hatua. Unavyofanya hatua ya maamuzi kila siku, unavyofanya hatua kila siku kuelekea katika malengo yako, manake unatengeneza ujasiri. Lakini kwa kuendelea kukaa vile vile, manake unakuwa unaogopa, na kadri unavyoogopa, manake hofu inakuwa ndani yako, na kadri hofu inapokuwa inakutawala, manake utajikuta unashindwa kufikia kilele cha mafanikio yako. Lakini kitu cha tatu ambacho natakiwa kuelewa ni kuwa maamuzi yanakufanya ujenge ukuu katika eneo lolote lile ambalo unalifanya. Watu ambao wamekuwa wakuu katika maeneo ya biashara ni kwa sababu waliamua kwa dhati na walizamilia kufanya uwekezaji mkubwa wa rasilimali muda, rasilimali fedha na rasilimali nguvu katika eneo la biashara zao, na wakajikuta wanajenga ukuu katika hilo eneo. Na hata wewe leo unaweza ukaamua kuanza kufanya hatua. Yawezekana kuna mambo ambayo unahisi kama hayawezekani, kuna hofu ambazo zinakuzuia, maybe hofu za ndugu, hofu za familia, maybe ulishawahi kufeli hapo kabla, unaogopa. Sikiliza nikwambie, ukiamua inawezekana. Aliyewahi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli, kwenye moja kati ya hotuba zake alishawahi kusema kwamba usipoamua hauwezi kufanya kitu chochote kwenye maisha yako. Hata uwe unapata fedha lakini unasema hizi ni ndogo,
unaweza ukajikuta kila siku unabaki vile vile, hakuna maendeleo ambayo unayafanya. Kwa hiyo ili tuweze kufanya maendeleo kwenye maisha yetu, ni lazima utake au usitake, ujifunze kuwa ni mtu wa kufanya maamuzi. Hata katika familia yako, ukiwa ni mtu ambaye una uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi, basi utajikuta unafikia katika viwango vya juu. Sasa acha kuwa mwoga kufanya maamuzi, acha kuwa mvivu wa kufanya maamuzi. Fanya maamuzi ili uweze kufikia katika kilele kikubwa cha maisha yako. Kumbuka, watu wanaofanikiwa si wenye vipaji, si wenye mitaji mikubwa, si wenye connection kubwa, lakini wale watu ambao wana uwezo wa kufanya uamuzi mmoja sahihi katika maisha yao. Asante sana. Usisite kulike, kucomment, kusubscribe.